السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tumerudi tena katika uwanja wetu huu ikiwa live katika chaneli yetu pendwa Kiborandi TV. Leo tukiwaletea baadhi ya historia za baadhi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na leo tukianza na bwana mkubwa ambaye akiitwa Said ibn Amir al-Jumahi. Said ibn Amir al-Jumahi ni mmoja katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye watu wa tarehe walitamka maneno akasema, Said ibn Amir rajulun ishtara al-akhirata bidunya, ni mtu ambaye alithubutu kuinunua akhira yake bidunia, kwa kuitoa dunia, kwa kuitoa dunia, wa athara Allah wa rasula, na akamchaguza Mwenyezi Mungu na mtume wake, ala siwahuma, katika visivyokuwa hivyo. Kununua akhira kwa kuitanguliza dunia yake, na akamchaguza Mwenyezi Mungu na mtume wake na katika visivyokuwa hivyo. Huyo ndio Said ibn Amir al-Jumahi. Kana alfata Said ibn Amir al-Jumahi, alikuwa kijana huyo Said mtoto wa Amir al-Jumahi, wahidan min al-alafi al-muallafa, ni mmoja kati ya wale maelfu kwa maelfu ya watu, alladhina kharaju ila mintaqati Tan'im, ambaye alitoka katika mtaa wa Tan'im, fi dhahiri Maka, nje kidogo ya Maka, bidawati min zuamai Quraish, kwa mwito wa wakubwa wale wa Kiquraishi, liyashhadu masra Khubayb bin Adi. Alitoka huyu Said ibn Amir al-Jumahi kwenda katika mwito huo ili akashuhudie kifo cha Khubayb ibn Adi, ahadi ashabi Muhammadin, mmoja katika masahaba wa bwana mtume Muhammad, baada an dhafiru bihi ghadra, baada ya kumpata kwa ghadaa, ulimpata kwa kuweza kumwadaadaa hivi mpaka wakamkamata. Wakad makkanahu shababuhu al-mawfur, wakad makkanahu shababuhu al-mawfur, hakika ulimpa nafasi ujana wake uliokamilika. Baada ya kutoka kwa ajili ya kwenda katika mwito huo, ulimpa nafasi ule ujana wake uliokuwa umekamilika. Wafutuwatuhu mutadaqqika, pamoja na nguvu zake zile zilizotimia. Wafutuwatuhu mutadaqqika, pamoja na nguvu zake zilizotimia. Min an yuzahima an-nas bil manakibi, katika kusongamana na watu, bil manakibi, kwa mabega. Alikuwa na nguvu, alikuwa na afya. Katika mwito ule ulioitwa ikawa yuko nyuma zaidi, lakini akathubutu kusongamana na watu, kusukumana na watu, ili aweze kutangulia mbele kwenda kuona kuna nini. Ndio lengo alilokuwa nalo. Hata hadha shuyukha Quraishi min amthali Abi Sufyan, mpaka akaelekea hata hadha shuyukha Quraishi, mpaka akawaelekea wale wakubwa wa Kiquraishi, min amthali Abi Sufyan, katika mfano wa Abi Sufyan ibn Harbi, wa Safwan bin Umayya, na Safwan bin Umayya, wa ghairihima, na wasiokuwa wao, mimman yatasaddaruna al-mawkiba, wale ambao wanaliongoza lile kundi. Kawa tayari amejitahidi mpaka akawa amesonga mbele kabisa, akenda akawakuta wale mabwana wakubwa ambao ndio viongozi wa kundi hilo, akenda akawakuta kule.
Wakad ataha lahu dhalik, na hakika lilimrahisishia hilo la kuweza kujisogeza sogeza na kuminyana minyana kwenda mbele. Lilimrahisishia jambo gani? An yara asira Quraish, kuliona teka la Makureishi, mukabbalan biquyudi, lenye kufungwa na pingu zake. Baada ya kuliona teka lile kwa macho yake, wa akufu nisai wasibiani washubani, wakawa watoto wa kike wale na watoto wa kiume na mabarobaro, tadfauhu ila sahati almauti dafa, wakilisukuma lile teka kwenda katika uwanja wa mauti kwa kulisukuma. Liyantakimu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi shakhsihi, lengo la kuweza kuliua teka lile ni kumwadhibu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi shakhsihi, kumwadhibu na mtu wake. Waliyafaru liqatilahum fi Badri, pamoja na wao kuona kwamba wanalipiza kisasi kwa wale waliouliwa katika vita vya Badri, biqatilihi, kwa kumuua yule mtu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakaona sisi tukimuua huyu itakuwa tumelipiza kisasi kwa wale jamaa zetu wengi sana waliouliwa katika vita vya Badri. Walamma wasalat hadhihi aljumu'u alhashida, zamani lilipomfikisha kundi hili lililokuwa na nguvu kabisa, biasiriha, lilipomfikisha lile teka lao, ila almakana almuaddi liqatilihi, katika sehemu ambayo tayari ilikuwa wameshaiandaa kwa lengo la kumuua. Waqafa alfata Said ibn Amir al-Jumahi, akasimama vizuri sasa kijana huyu Said ibn Amir al-Jumahi, biqamatihi mamduda, kwa kimo chake kilichokuwa kirefu. Ni jamaa aliyokuwa amepanda kwelikweli, kwa hiyo akasimama kwa kimo chake kilichokuwa kirefu. Yutillu ala Hubaibi, akiwa anamchungulia Hubaibi, namwangalia vizuri Hubaibi. Wa huwa yuqaddamu ila khashabati salbi, naye akiwa anatangulizwa, anapelekwa pale katika ubao wa kusulubiwa. Hubaibi sasa yule akamwona, si ndio yule jamaa, anaona anapelekwa sasa katika ubao wa kusulubiwa, akiwa anachungulia pale vizuri, anamuona. Sasa wakati alivyokuwa akifikishwa katika ubao wa kusulubiwa pale, alivyokurubia pale, wasamia sautahu thabita alhadi, akaisikia sauti yake yenye kudhibiti kwa upole, kwa mbali akawa anaisikia sauti ya Hubaibi, anaisikia ile sauti. Min khilali siyahi niswati wasibiani, katikati ya makelele ya wanawake na vijana, makelele mingi kwelikweli, muweni wewe. Kwa sasa zile kelele zimezidi, lakini juu ya zile kelele, lakini ikawa Said ibn Amir al-Jumahi ameisikia sauti ya ndani kabisa ya upole, ikawa imepenya kwenye masikio yake. Wa huwa yakul, akimsikia Hubaibi bin Adi akisema, asema neno gani? Awaambia wale wakubwa, wale viongozi wa Kikureishi, anawaambia in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn kabla masra'i fafa'al, mkitaka kuniacha basi kuweza kusali rakaa mbili kabla ya kifo changu, fafa'alu, mkitaka kuniacha basi niacheni nisali rakaa mbili. Said ibn Amir al-Jumahi akiwa anaisikia sauti ya Hubaibi bin Adi, akiwaambia wakubwa wa Quraishi kwamba bwana, hebu niacheni basi kidogo nisali walau rakaa mbili hapa kwa ajili ya Mungu wangu. Sasa ikafikia hatua kwamba Hubaibi ametoa kauli hiyo kwa ajili ya kuwaambia wakubwa wa Quraishi. Sasa je, tutaangalia katika kisa kinachokuja katika safari yetu hii, je, ataachwa huru kwa ajili ya kusali rakaa mbili hizo alizozitaka au watamzuia, na kama watamuacha ni ibada gani ambayo ataiswali kwa unyenyekevu wa kiasi gani? Inshallah hapa tunaweka makomeleo. Mwenyezi Mungu akipenda tutaendesha tena kisa cha bwana mkubwa huyu Said ibn Amir al-Jumahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.